Mimi naitwa Florence Kiti Mzungu, jina la kazini naitwa Sofia. Na huku uliko ni wapi na unafanya nini? Huku niliko ni Jacaranda Beach, nafanya kazi ya boutique. Nauza kila kitu like shoes, pareo, kalamita. But once you come to my shop you will see everything. Kalamita, pareo na kila kitu. Sasa mbona umeamua kuja kuuza huku beach hizo pareo na sio kule? Nimeamua kuuza huku kwa sababu huku kidogo bei yake iko juu, si kama kule town. Yeah. Na kwa hivyo huku ndio unafanya biashara, ndio unatafuta yako. Huku ndo nafanya biashara yangu kila asubuhi, natoka Malindi naja huku, jioni natoka huku naenda zangu Malindi. Sasa mbona biashara yako umeamua kuja kuifanya huku beach? Una target yako ni kina nani huku? Huku target yangu ni kila mtu. Either wazungu, Wataliano, ama hata Waafrika wenzetu wanakaribishwa. Lakini huku unaona bidhaa zikija huku zinaweza kuwa expensive kiasi. Mwafrika anaweza kumanage kununua kitu kile. Wako wenye wana manage, wanaweza kununua, na wako wengine hawezi manage. Sasa boutique yako iko wapi? Boutique yangu mimi iko hapa. Tufungue ndani hizo bidhaa. Kupendeza na sisi tu. This is my shop. As you can see. Welcome. Na kuna mazuri. Yeah. Sasa hii biashara yako ulianza lini process? Mimi biashara yangu ilianza last season, tuseme mwaka jana mwezi wa 8 hapo. Ndio nilianza biashara yangu. Okay, kwa hiyo ni una mwaka tangu uanze biashara yako? Yes. Na kufikia sasa umetengeneza market yako vizuri? Market yangu haijakuwa vizuri vile sana, lakini nashukuru Mungu, sema tu kweli. Yeah. Inalipa? Yeah, inalipa. Na hizi bidhaa zako wewe unazitengeneza mwenyewe ama unafanya kutengeneza, unazichukua mahali ukija una kuzileta hapa na kuzifanyia kuziuza? We have some like this. I can make it myself. And this also natengeneza tu mwenyewe. Kuna baadhi ya vitu natengeneza mwenyewe. Hata hii pia unatengeneza mwenyewe? Hii tunafanya kununua. Wewe unafanya kununua? Yeah. Na okay. Kuna hizi nazo pia, kuna venye naweza kukuandikia jina lako kama unataka, kuna kubwa, kuna ndogo. Kuna vitu vingine tunatengeneza wenyewe, there is no need you go and buy. Yeah. Na hizi mtu akija hapa akitaka kununua hizi mtu utaziuzaje kwa mfano? Okay, kwa bei ya mzungu Mtaliano iko tofauti na bei ya Mwafrika kama mimi tunaweza tukaongea. Kwa hivyo kuna kuongea, hata nikitaka hapa naweza kununua. Hivi kuna vitu hapa, baadhi ya vitu hapa nimevipenda. Ona kama vile viatu pale, naweza toka na kimoja. Hivyo tunavyo pia. Si mbaya Hii inaweza kutoka na kimoja. Na before ukuje kuanza hii kazi, ulikuwa unafanya kazi gani? Before nianze kazi nilikuwa na kazi ya kibanda. Ya kwa sokoni, alafu jioni napika viazi. Pika viazi, unauzia watu viazi? Yeah. Ikawa hailipi, ukaona afadhali ushift? Kabidi nikashift. Sasa hii huku inalipa? Huku inalipa si vile sana lakini. Sasa hii biashara yako huwa unategemea season? Yeah, tunaenda na season, ikishaisha tunafunga then tunaenda kukaa nyumbani. Kumaanisha kwamba si kama kutakuwa ni low season hakuna biashara. Na sasa low season una survive vipi? Low season inabidi sasa unatafuta another business. Unafanya hata kama ni ya kuuza mambo asubuhi, viazi ile ujikimu kipindi wageni waanze kuja huku. Alafu rudi kazini sababu huwezi kaa na familia. Kula asubuhi, mchana, jioni, mtoto shule. So lazima ni plan B. Okay. Na unaonaje biashara kwa sasa?
Kwa saa hii iko chini kwa sababu huku kwenye tuko saa hii ni low season. Ni low season na sasa ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Kuna ka low season ka mwezi mmoja mwezi wa 9, but ikifika mwezi wa 10, wa 11 huko wageni Kwani low season zinakuwa ngapi? Low season huwa zinakuanga 2, but hii ya mwezi wa 9 huwa ni kale mwezi kamoja tu. Mwezi kamoja. Kwa hivyo season inaanza mwezi wa ngapi? Season huanza mwezi wa 7. Watu huanza. Kwa hivyo mwezi wa 7 hapo market iko sawa, kuendelea mpaka mwezi wa 9 unashuka kidogo. Mwezi wa 9 inashuka kidogo. Ndio unajishi. Sasa kama sasa hii ni mwezi wa 9, ni low season umesema. Una mahali unaenda unajishikilia ama unakuja hivi unabangaiza. Unasema low season. Ni low season lakini si kwamba eti hakuna wageni kabisa. Yaani wageni wamepungua kidogo. So unakuja hivyo unabangaiza hivyo. Na ulifikiria nini hadi ukaamua kuja kuanzisha hii biashara huko upande wa beach? Sababu nilijaribu huko kwingine siku make it. So nikadecide kukuja huko. Nije nijaribu bahati yangu na mimi pia. Maana maisha mpopote. Maisha mpopote. Okay. Na ukiangalia na hizi vitu zote hii inaweza kuwa kama ulianza na shilingi ngapi kwenye biashara yako? Kwa sababu najua kuna wengi wao wanatamani kuanza biashara lakini wao wanaangalia kipato chake kiko chini, hawezi kuanza biashara. Wewe ulianza na shilingi ngapi ukiangalia mtaji wako kwanza? Okay, hapa kusema tu kweli nilianza na 50,000. Kwa sababu nilichukua tu vitu kidogo kidogo. Ukichukua kitu kidogo kama mgeni amekuja kununua, unachukua ile faida unaweka kando, ile mali unaenda unaregesha. Hapo. Ulianza na bidhaa gani hapa kuuza? First thing nilianza na hizi pareo. Hapa. Hizi ndio pareo? Hizi ni pareo. Ndio nilianza nazo, alafu kuna hivi vitenge. Hivi vitenge kuna mikuba yake ndio hii hapa. Sasa hii pia unatengeneza wewe? Hizi tunapeleka kwa fundi. Alafu pia kuna hizi pochi za shopping bag nazo pia. Hizi zinakuanga shopping bag. Sasa unanunua material? Unanunua material unaenda unampatia fundi then anakutengenezea. Na gharama yake? Alafu utakuja utauzaje? Kuuza kusema kweli mimi kama hichi naweza kukiuza, it depends na mgeni. Ukipata mgeni mzuri hii inaweza kuuza hata 2,000. Lakini ukipata mgeni mwenye kidogo amelalamika 1,000 naweza nikamuzia. Okay, kuna pengine kuna mama pale anataka kuanza biashara yake kama hii yako. Unamwambiaje? Mama kama huyo mimi ningemshauri, jambo la kwanza, ukitaka hii biashara iendelee usife moyo. Kwa sababu katika biashara kuna changamoto. Changamoto hazikosi. So yeye kama atakuwa yuko tayari kuifanya na ajipe moyo na amuombe Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini sasa umesema ulianza na capital ya 50,000. Je, kama mtu afikisha anaweza kuanzisha biashara kama mtu yuko na 20,000, 10,000 anaweza anzisha kwa sababu atanunua vitu kidogo kidogo. Ndio the more akishauza anachukua ile mali anaregesha faida. Ile faida ikikuwa nyingi unaganya kidogo unaenda unaongeza mali. Na biashara yako inakuwa. Okay. Unafanya biashara yote huku baharini ama ufuoni, wewe unajua lugha yote, Kizungu au Kiingereza, Kiitaliano, Kifaransa, Kijerumani? Wewe unajua lugha yote pengine ya mimi lugha yenye najua Kizungu, Kiitaliano sijashika, lakini ukija huku kunao wenye watakusaidia. Wanaenda wanakusaidia kustedi, wanakuintroduce kwa huyo mgeni. Mpaka ukimuona wewe mwenyewe unaweza msalimia, alete mpaka dukani. Hivyo the more wanakufundisha ndio the more unajua mpaka utakuja utajua. Changamoto although ziko kwa sababu mgeni anaweza akaja dukani kwako na ushindwe utaongea nini. So inabidi
piga makelele, unaita mtu nje huko kuja Sasa kusaidia. mgeni amefika hapo, amekuja hapa anataka kuuliza bei ya hizi vitu Kitaliani, na wewe hujui Kitaliani. Sasa unaanza kutafuta mtu mwanzo. Bei Sasa hapo na kama kutakuwa na mtu karibu ni sawa, kama atakuwa yuko mbali utaongea na mgeni vipi? nachukua kalamu na kitabu namwandikia, kwa sababu atauza kwanto which means how much. So nitachukua kitu chenye atashika kama hicho, akiuliza kwanto naandika mahali, kalamu na kitabu. Yani make sure unakuwa na kalamu na kitabu. Unamwandikia hiyo bei yenyewe unataka wewe. Kama yeye hajaridhika nayo, anachukua hiyo kalamu na kitabu, anakuambia mimi niko na pesa hii. Hapo ndo unaelewa. Naona unajua lugha. Msema kwamba mwanamke akija beach, akijifanya kuuza vitu na bidhaa huku na biashara, huwa anatafuta mzungu. Hiyo kivyangu mimi napinga, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu amekupangia utapata mzungu, hata ukiwa huko nyumbani ama huko barabarani kwenye hizo kazi zako zingine, mzungu utapata tu. Na kama hukujajaliwa kupata mzungu, hata ukakaa hapa baharini miaka 20, na kama Mungu hakupanga upate mzungu, huwezi mpata hata ufanye nini. Hiyo hapo nakataa. Kwa hivyo hiyo ni misemo ya watu. Hiyo ni misemo ya watu, tuna maneno ya watu. Na wale wanaokuja na wale wanaopata wazungu, huwa ni bahati yake ile tayari. Mwenyezi Mungu lakini sio anakuja baharini tu. Unakuja baharini kazi. Okay, kama mimi nimekuja kazi, lakini nikipata mzungu nitasema ni bahati. Hata ikitokea umepata mzungu. Na hata ikitokea umepata mzungu pia ni bahati, nitasema alhamdulillah, nitasema asante Mungu. So hata nikiwa kule barabarani, mzungu anapita hivi, na kama atakuwa amenipenda, si lazima nje baharini. Ni bahati ya mtu. Kwa hivyo ukipata mzungu wewe ukoje? Security yako iko sawa? Hakuna shida. Hakuna shida. Imetokea siku moja pengine kumekuja ukakuta vyombo vyako hapo umefunga, asubuhi ukirudi hapo ukuta vyombo vyako pengine vimenini, ama kuna maskari pengine ambao wanapita pita usiku? Sijawahi pata hiyo challenge, changamoto hiyo. Sasa unawashauri vipi akina mama ambao pia nao wangependa, hata kama sio biashara hii, lakini wangependa kuanzisha biashara? Kwa sababu unajua sio wanawake wote ambao wanafanya biashara. Wengine wanatamani ile kufanya, lakini pengine hawana uwezo. Mimi ningewashauri tu mama wenzangu, maana siku hizi maisha yenyewe magumu, na most of them single mother. Yani wajitume tu sana. Hata kama utaanza biashara yako ndogo, si lazima hii yangu. Kuna biashara unaweza enda sokoni kwa vitu vyako, ukaja ukafungua kibanda, ukapika mahamri asubuhi. Yani ili mradi ujikipu busy, yani sio kukaa tu na kungojea. Sasa kuna mwanamke pengine ameolewa na hawezi kufanya biashara kwa sababu pengine ya familia, na pengine anatamani kufanya biashara. Fanya biashara kama wewe ni mwanamke umeolewa, kaa na bwanako muelewane, kwa sababu wewe umeolewa. So unakaa na bwanako mnaelewana, nataka kufanya biashara fulani. Akikubali utafanya, akikataa zidi kumconvince. Sikati tamaa, hivyo siku atakuja atakubali. Bidhaa zako unaziuza kwenye mtandao ama unaziuza tu? Kwenye mtandao sijashiriki vile sana kuuza biashara yangu kwenye mtandao. Sasa wateja wako pengine wakikuhitaji ama wakitaka bidhaa zako watakufikia vipi? Mbali na kuja hapa, pengine mtu yuko mbali na angetaka bidhaa zako. Itabidi sasa nianze ku-advertise. Hauna Facebook account, pengine mtu akihitaji, kama anahitaji bidhaa, kutafute mahali akupate? Mimi Facebook niko na Florence Mzungu. Ukinitafuta Facebook 24 hours utanipata. Patikana. Kwa sababu kunaweza kuwa kuna mzungu pengine yuko huko nje na anapenda bidhaa zako na angetaka umtumie. Sasa anasema pengine niliona bidhaa nzuri pale kwa Florence, akutafuta kukosa. Nitaanza kuweka namba yangu, nitaanza ku advertise, then niweke namba yangu ya simu pia. So mtu yote mwenye atakuwa anataka, bora tu ile namba nikiweka iponi ya biashara.
Because some people, you put your number, then they take your number, they're calling you, start blah, blah, blah. No. The number is only for the business, nothing more. Yeah.